Yes, nina kila sababu ya kumshukuru Mungu tena ndugu mtazamaji kwa kuwa ametukutanisha tena mahali hapa katika siku hii maalum sana. Mbele yako unaowaona ni waumini wa kanisa la Adventista Sabato mtaa wa Mshangano unaopatikana hapa Songea, mkoa wa Ruvuma. Waumini hawa kama unavyoona wanamiminika kwa wingi wakielekea mtoni kushuhudia tukio kubwa la ubatizo. Nipende tu kuambia mtazamaji ya kwamba katika mikutano na mahubiri mbalimbali yaliyofanyika hapa katika mtaa wa Mshangano wa kanisa la Adventista Sabato, watu zaidi ya 12 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, na hivyo watu unaowaona kama unavyoangalia mwenyewe hapo wanamiminika, kila mmoja akiwa na hamu ya kushuhudia tukio kubwa hili la ubatizo, kushuhudia namna ambavyo ubatizo unafanyika. Kama tulivyoagizwa katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20 pale, tumeagizwa kwamba tuweze kuhubiri na wale watakaoamini waweze kubatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndicho ambacho kinaenda kutokea hapa ndugu mtazamaji. Hebu shuhudia mwenyewe, kila mmoja anatafuta njia ilipo, ana hamu ya kuona kile ambacho kinaenda kutokea, na muda sio mrefu tutashuhudia tukio la ubatizo likifanyika mahali hapa. Kwa kweli watu ni wengi kweli kweli, na kila mmoja ana hamu ya kushuhudia ubatizo wa kweli wa Biblia. Unaweza kuona ndugu mtazamaji, watu bado wanazidi kumiminika, kila mmoja akitamani kuona. Naam mtazamaji, kama unavyoona ubatizo umeshaanza, na mbatizaji wa leo ni mchungaji ambaye huyu ni mstaafu lakini bado anaendelea kuifanya kazi ya Mungu, na huyu si mwingine ni Pastor Joakim Msembele. Ndiye ambaye anaifanya kazi hii. Kama unavyoona anatimiza agizo ambalo Mungu amelitoa ya kwamba watakaoamini waweze kubatizwa. Unaweza kaona mzee huyu umri umeshaenda, lakini kwa vile ni mpakwa mafuta wa Bwana bado ana mamlaka ya kuweza kufanya zoezi hili. Unaweza kaona inapendeza sana. Watu hao ambao wameamua kujitoa wakasema sisi hatutaki tena kuendelea na mambo ya dunia. Kama unavyoshuhudia ndugu mtazamaji, mchungaji tayari anaendelea na zoezi hili la ubatizo kwa watoto wake hawa, kwa watoto wa Mungu hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Kama unavyoweza kuona mchungaji huyu, pamoja na kwamba amestaafu na ni mzee, lakini Mungu anamtia nguvu, anaendelea kufanya kazi hii kwa umakini mkubwa na akiendelea kutimiza ule wajibu. Kama unavyoweza kuona ndugu mtazamaji, watu wanazamishwa ndani ya maji kama ishara ya kufa na kufufuka, na huu kimsingi ndio ubatizo wa kweli wa Biblia ambao Mungu ameagiza watu waweze kubatizwa watakapoamini. Angalia kinachotokea ndugu mtazamaji, nadhani unajionea mwenyewe. Pastor Joakim Msembele huyo hapo anaifanya kazi kwa uzuri kabisa, na Mungu anamtia nguvu. Hakika hii ni baraka ya pekee, na inatia moyo kuona kwamba watu wameamua kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao. Angalia kinachotokea. Ndugu mtazamaji, unaweza ukaona mchungaji amepata tabu kidogo, lakini kwa vile yeye ni imara na Mungu anamtia nguvu, basi zoezi limeendelea kwenda kwa usawa kabisa. Na pamoja na kwamba alitaka kudondoka, lakini hajadondoka kwa sababu ni kazi ameizoea na Mungu anamtia nguvu pia. Kwa kweli kazi hii ni kubwa, lakini Mungu ameendelea kumlinda, Mungu ameendelea kumpigania, na amekuwa akifanya hii kazi, na amefanya hii kazi hii sana. Unaweza kumuona mchungaji huyu na anaendelea na kazi yake ya ubatizo katika siku hii ya leo maalum. Kwa kweli inapendeza sana. Angalia kina mama, kina dada, watu wazima pamoja kwa vijana,
wameelewa mafundisho ya neno la Mungu na wamesema hawezi kuendelea kudumu katika kutokuamini, na hivyo wameamini na sasa wanapata ubatizo kama ambavyo imeagizwa. Unaweza ukashuhudia wewe mwenyewe ndugu mtazamaji. Nikukumbusha ya kwamba hili ni tukio linafanywa na kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Mshangano, ambao kwa sasa mtaa huu unasimamiwa na mchungaji Pastor Jilori Frank, ambaye anafanya kazi kubwa kweli kweli kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inasonga mbele mahali hapa katika mtaa huu wa Mshangano, Songea, mkoa wa Ruvuma. Inapendeza sana ndugu mtazamaji, na hata wewe unayeshuhudia tukio hili, ikiwa bado hujamwamini Mungu, unaweza ukafanya maamuzi, kwa sababu ni swala la maamuzi tu. Watumishi wa Mungu wapo kwa ajili ya kukufundisha. Watumishi wa Mungu wapo kwa ajili ya kukuongoza katika kupata ubatizo. Shuhudia namna ambavyo watu wamejitoa na zoezi la ubatizo linaendelea. Hakika inavutia na inapendeza sana. Endelea kufuatilia Vadivendo Arts. Sisi tupo kwa ajili ya kukuletea kile ambacho kinajiri katika maeneo mbalimbali, hasa mambo ya kiroho, namna ambavyo Mungu anaendelea kutenda kazi Tanzania pamoja na nchi zingine katika kuhakikisha kwamba tunakufikishia kile kilicho bora kabisa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Zoezi la ubatizo bado linaendelea hapa ndugu mtazamaji. Naamini unaendelea kubarikiwa kushuhudia zoezi hili, na niseme tu ya kwamba kinachofanyika hapa ndicho ambacho kimefanyika wakati Yesu anabatizwa. Alibatizwa ubatizo wa maji mengi, na alibatizwa katika mto Yordan, na hata hapa mchungaji ameshuka na anaendelea kuwabatiza wafuasi wa Kristo mmoja baada ya mwingine ambao wamemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo ubatizo ni lazima uhusishe maji mengi, na ndicho ambacho kinafanyika hapa. Angalia ndugu mtazamaji, jinsi ambavyo mambo yanaendelea hapa. Naam, mchungaji amemaliza na sasa anatoa maneno ya mwisho kwa ajili ya kuhitimisha ubatizo huu. Hebu karibu tuweze kumsikiliza kidogo. Karibu sana tuweze kumsikiliza mchungaji, ana maneno kidogo ya kuzungumza na kuhitimisha ubatizo. Ubatizo ambao Yesu alibatizwa. Alibatizwa akiwa na miaka 27. Lakini alibatizwa kutoa kielelezo ya kwamba Waisraeli wa kweli watakao kubalika na mbingu ni wale watakao batizwa kama yeye alivyobatizwa. Na kwa hiyo walianza kwanza kubatizwa Waisraeli wazao waliozaliwa kule Israeli kama weupe yupo kubatizwa. Waliokataa mpaka leo wapo kanisa la Kiyahudi, sio Waisraeli wa kiroho. Amen. Amen. Na hivyo alitoa hivyo nafasi kwa watu ambao sio Waisraeli kama sisi tujiunge kuwa na Waisraeli kwa njia ya ubatizo huu. Amen. Amen. Lakini alibatizwa pia ili kwamba kuonyesha kwamba huu ndio ubatizo kweli na unaonyesha ushiriki kuzikwa kwake na kufufuka. Amina. Amina. Nasi tukizikwa kwa udongo hatufufuki, lakini tukizikwa kwa imani tunaona watu wanafufuka. Amina. Kwa hiyo imani wanakuwa kiumbe kipya. Ya kale yamefanyaje? Yamepita. Na ubatizo ni mojawapo ya masharti ya kwenda mbinguni. Amina. Bwana wabariki sana. Amen. Tuombe. Mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya tukio hili. Wewe mwenyewe umebatizwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tunaomba endelee kubatiza kwa njia ya Roho Mtakatifu katika maisha yao yote, na mpaka wafikie kiwango kile ambacho wanatakiwa kwenda mbinguni. Amen. Na sisi tuliobatizwa zamani, endelee kutubatiza tujafikia pale ambapo anatakiwa. Mpaka tufikie mahali hapo. Na kila mmoja tafute mahali hapo ni wapi. Na pia wengine wanasema nao siku moja wanataka kubatizwa, wajalie neema yako wafikie lengo lao. Mwisho mambo yote makundi haya matatu pamoja na matunda kazi zao hatimaye wafae kwa ajili ya ufalme. Kwa sababu tunaomba
katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Bwana wabariki sana. Amina. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu